Na mpinga Kristo atakapokuwa ameinuka, atakuwa anafanya kazi ya kupinga utawala wa Yesu Kristo miaka 1000. Kile kipindi atakuwa anafanya kazi ya kumpinga Kristo, na wakati Yesu akitawala, atakuwa anatawala pamoja na wale waliomwamini. Lakini wale ambao watakuwa hawajamwamini watakuwa na mateso yasiyo ya kawaida. Mpinga Kristo atakuwa anawatesa, na kipindi hicho ndicho kipindi kinaitwa kipindi cha kujiokoa kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpinga Kristo atakuwa anamfuata mtu, anamuuliza kati ya Ibilisi Shetani. Kumbuka Shetani wakati huo amefungwa, lakini ana wakala wake ambaye ni mpinga Kristo. Atakuwa duniani anafanya kazi, na kazi atakayokuwa anaifanya itakuwa ni kupinga utawala wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati Shetani amefungwa, mpinga Kristo atakuwa duniani. Sasa atakuwa anawafuata wale ambao watakuwa hawajamwamini Yesu. Anawauliza, wewe kati ya Yesu na Shetani unamchagua nani? Akitaka watu ili awaongeze katika ufalme wake. Wale ambao watamchagua yeye, watakaomchagua Shetani, watapigwa chapa ya namba kwenye paji la uso 666. Lakini wale waliomwamini Yesu, wao hayo hayatawahusu. Wale ambao watakuwa wamemwamini Kristo watakuwa ni sehemu ya ule utawala wa miaka 1000 pamoja na Kristo. Ndio maana kipindi hiki ni kipindi muhimu sana kumwamini Yesu na kuishi maisha matakatifu, ili wakati Yesu atakapokuwa anatawala ile miaka 1000 uwe sehemu ya wale, kwa sababu Yesu atatawala pamoja na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale watakaokuwa wameishi maisha matakatifu, wametembea katika utakatifu, atatawala nao miaka 1000. Kwa hiyo yale habari za namba 666 hazitawahusu. Ndio maana mimi nikimwona mtu anakataa kumwamini Yesu, nikimwona mtu anakataa kumwamini Yesu na kutembea katika utakatifu, nasikia vibaya, kwa sababu siku za mwisho, zile siku za mwisho, mateso yake yatakuwa ni makubwa mno kwa wale ambao watakuwa bado hawajamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kipindi hicho neema ya wokovu itakuwa imefungwa. Neema ya wokovu itakuwa imefungwa. Siku hizi tunaokoka kwa neema. Maana maandiko yanasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Hiki ni kipindi cha neema, tunaokolewa kwa neema. Ndio unakuta haujafanya kitu chochote, lakini tu neema ya Mungu inakuvuta. Kwa kusikia tu watu wakihubiri habari za Yesu, unamwamini Yesu, halafu dhambi zako zote zinafutwa. Ni kipindi cha neema. Lakini wakati ule wa miaka 1000, kipindi hicho hakitakuwepo, na ndio maana hakuna mtu atakayekuwa anahubiri. Lakini wakati huo Shetani ataendesha vita kati ya mataifa na mataifa. Kutakuwa na vita, watu wengi watakufa kwenye ile vita. Lakini baada ya hapo ile vita itakomeshwa. Na hapo sasa ndio kiama itafika. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini nazungumza mambo haya? Nataka nikutie moyo ujue kwamba umechagua fungu lililo jema, kumwamini Yesu katika kipindi hiki. Kumwamini Yesu katika kipindi hiki ni jambo lenye maana, kwa sababu mambo yatakayotokea baadaye kwa watu watakuwa hawajamwamini Yesu itakuwa ni hasara, yatakuwa ni mateso ambayo hawataweza kuyastahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yatakuwa ni mateso ambayo watu hawataweza kuyastahimili. Kumbuka, Shetani atafunguliwa, na atakapofunguliwa atafunguliwa akijua kabisa nimefunguliwa kwa ajili ya muda mchache.
muda wangu ni mchache kuelekea kwenye jehanamu ya moto. Kwa hiyo atafanya kazi kwa spidi isiyo ya kawaida. Usikubali udanganyifu wa shetani. Usikubali shetani akudanganye. Usikubali shetani akupoteze. Usikubali kuishi kwa kuifuata dunia hii. Dunia hii itakunjwa kama karatasi na kutupwa katika ziwa la moto. Usikubali kuishi maisha ya dhambi. Dhambi itawapeleka watu kwenye mateso. Dhambi itawapeleka watu katika mateso. Wakati ule shetani atakapokuwa amefunguliwa baada ya kifungo cha miaka 1000, watu wengi watapata shida, lakini wale walioishi maisha matakatifu watakuwa tayari wapo na Kristo, wakiendelea kusubiri ile siku ya kiyama. Kwa hiyo usikubali udanganyifu wa adui shetani. Usikubali. Inawezekana leo hii shetani akuonyesha mambo mazuri, ukaona namna ambavyo unaweza ukafurahi, ukafurahishwa na yale mambo ya dunia hii, zile starehe za kidunia, zile starehe za hapa duniani. Ukizitazama unaweza ukafurahi, ukaona ni jambo zuri la kufurahisha mwili, lakini mambo hayo yatawapeleka watu wengi katika mateso ya milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie tuishi maisha matakatifu, tutembee katika utakatifu. Utakatifu utatusaidia kumwona Kristo atakaporudi. Utakatifu utatusaidia kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Wakati ule duniani yatakuwa ni mateso, lakini utakatifu utatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikilizeni watu wa Mungu, yako mavazi ambayo huwa mtu akivaa yanamruhusu kuingia katika maeneo fulani fulani. Yanamruhusu kuingia mahali bila kuulizwa chochote. Mavazi. Kwa mfano askari akivaa mavazi yale anaweza kaingia mahali popote bila kuulizwa chochote. Mavazi yake yakamsaidia kuingia bila kuulizwa, kupita mahali bila kuulizwa chochote. Mavazi yake. Ndugu zangu, utakatifu ni vazi litakalotusaidia kuingia